Kasi walinishika. Wakaniweka ndani, si ndio? But as long as bado niko na mdomo and as long as jamii yangu watu wanaendelea kuumia, haki ya Mungu hakuna siku nitanyamaza kuongea. Nitaongea mpaka watu wetu watoe kwenye lindi la umaskini. Muluya lazima aheshimiwe, si ndio? Na mimi nikiongea tabu ya Muluya, naongea tabu ya Wakenya wote ambao wanakaa kama Muluya. Vijana wetu wamesoma, hakuna kazi. Wakati kazi inapeanwa kuna mapendeleo, si ndio? Hali ya elimu imezoroteka, hali ya afya imezoroteka. Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na madeni. Hata wakati tunachukua tamu za uongozi, tunakuja kuongoza nchi ambayo iko bankrupt. Tusipoongea saa hizi watu waogope kidogo, wapunguze mambo ya wizi, by 2027 hatutakuwa na taifa. Angalia magharibi kwetu, hii miazi yenu imekufa. Nzoia ilikufa, Pani Pepa ilikufa, Kitinda ilikufa, jinari zote zilikufa. Hata factory hapa ya Mudete hapa hakuna faida yote kwa Maragoli, hakuna. Lakini wakati kiongozi wa taifa la Kenya anaenda sehemu zingine za kaunti za taifa la Kenya, anapeleka barabara, anapeleka stima, anapeleka maji, anapeleka factories, anapeleka kila kitu, ndio? Wakati anakuja magharibi, anakuja kanisani, anaenda kufanya mambo ya anniversary, leo naambia sio hapo fika mambo ya miaka 100. Sasa Waluya sisi ni watu kuletewa sherehe na watu wengine wanaletea maendeleo. Mambo ya sherehe tumesema nini? Tumesema nini? Sisi tunatoa ushuru kama watu wengine wote. Na lazima tupate haki. Lazima tupate mgao wetu wa kitaifa. Na mimi nimesema 2027 nikitembea na wenzangu na nikokuwa na nyinyi Waluya nyuma yangu, tutaenda kwenye hiyo meza, tutapata haki yetu. Wakisema meza imejaa, tutavunja meza, tujenge meza ingine. Ama namna gani watu wetu? Muko tayari? Muko chonjo?